Eternal Father, I offer you the body and the blood. Asante sana kwa Mwenyezi yake Mungu ambaye ameniwezesha nikafika leo. Wacha tuombe kwanza ndipo nianze shughuli ambayo Mungu amenifanya, amenitia moyoni nikuje naye hapa. Katika jina ya Yesu Kristo, jina ambayo imeshinda majina zote, jina iliyo na mamlaka, jina ambayo ni jina kuu. Nimeshukuru siku ya leo kwa ajili ya hii ujumbe umenipatia. Takaza hii ujumbe, takaza watu, takaza mdomo wangu. Vile agano inasema ya kwamba ulichoma mdomo ya Nereah mwana wa Elekea, choma ulimi yangu. Jehova geusha mimi iwe moto. Asante Jehova kwa vile wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Haleluya. Wacha tusome na wewe kutoka kwa kitabu cha Kutoka 3:7 na Mungu atatusaidia. Juzi nilipigiwa simu na mtu. Akaniambia aliota ati tuko kwa mkutano kubwa, na kwa kweli naenda kwa mkutano kubwa Mbewa. Desemba tarehe 28 hadi tarehe 1. Akaniambia tulikuwa kwa mkutano kubwa na hata yeye alikuwa kwa mkutano. So akaniona niko ndani ya mkutano naambia watu. Nikaenda nikamgusa, nikamweleza Mungu anakufanyia leo kile ulikuwa unataka. Alipoamka asubuhi, alipoenda kazini, Mungu alimfanyia. Na ati nilimweleza kwamba akikufanyia, chukua hii bahasha, lipa pesa ya crusade. Alipopata kile kitu aliota nilimwombea usiku, ilimbidi atume pesa ya crusade. Hata akaniambia ati aliona nimeenda kwa crusade hiyo na gari. Hiyo ilinifurahisha mpaka sasa nikasema Mungu zote ni zako. Mungu anaweza kutumia mtu aone mtu. Unajua Mungu haizi akakuja vile alivyo, sababu wewe hujui utu wa Mungu inafananaje. So Mungu akitaka kusaidia anatumia sura ya mtu ambaye umependa sana, umemheshimu mkubwa. So Mungu anatumia sura yake, mfano yake yani, ili uone ati huyo mtu ndiye anakusaidia, kumbe Mungu ndiye anakusaidia through kupitia mfano ya yule mtu. Kwa hivyo Mungu alituma akachukua mfano yangu, akaongea na yule mtu usiku, akaona nimemwombea. Mungu ndiye alikuwa anamuombea. Akaona ninamweleza ya kwamba utaenda kupata kile, lakini utoe pesa ya crusade. So alipoamka asubuhi akapata hiyo kitu, akatuma pesa ya crusade. Mungu akamweleza ati ninatembea na gari ya KCE. Sasa nimekubali, sababu Mungu ambaye alitumia mfano wangu alimtumizia ahadi yake. Nami pia niko hapa nikwambie vile amenena, I have KCE kupitia imani. Kwa imani niko na gari ya KCE ambayo nitaenda naye kwa crusade. I have it. Niko naye. Kupitia imani niko na gari yangu. Kupitia imani. Jina la Yesu itukuzwe. Haleluya. Mwingine pia akatuma ujumbe kwa WhatsApp. Akaanza kuongea, akaanza kushukuru Bwana. Oh Bwana, nimekushukuru. Asante kwa kunena na mimi sana ni usiku. Asante Jehova Rafa. I don't know, sijui kwa nini Mungu anananga tu na watu usiku. Lakini gani nasema Mungu huwa anaongea na watu kwa usingizi wa kilala na usiku. So nikasikia akaanza kuomba akasema, Mama Bishop, Mungu amesema uko na mkutano kubwa, lakini miujiza na ishara inaenda kutendeka. Lakini hakuwa amejua niko na mkutano. Na hiyo wewe Mungu ameniambia utagusa tu watu hivi na miujiza itendeke. Mungu wangu.
Nilishukuru, nikashika, nikajua inaenda kutendeka. Usisahau, usikose kukuja kwa mkutano Mbewa. Tuko na crusade kubwa. Nimekukaribisha. Mahali popote unanisikia, nimekukaribisha. Ubarikiwe sana. Glory. Kutoka 3:7 inasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Niko hapa nikwambie, mateso yako, mateso, uchungu, umaskini, madharau, mateso, Bwana ameona. Mungu ndio amesema. Bwana akasema, hakika ni ile kitu ya ukweli kabisa. Hakuna ingine, hakuna ya kuenda kando. Hakika ni kitu ya ukweli. Sasa Mungu anasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Wewe ndio mtu wa Mungu. Mahali unateswa uko Misri. Hauko mahali inatakikana uwe uko. Mungu amesema ameona mateso ya watu wake. Na kwa hakika ameona watu wake ambayo wako Misri vile wanateswa. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, kupitia nguvu ya Yesu Kristo, kupitia nguvu ya msalaba Kalvari, kupitia nguvu ya jina ambayo imeshinda majina zote, kupitia nguvu ya mwana wake wa Mungu, mwana wake pekee ambaye Mungu alitoa ili akuja kusaidia ulimwengu. Niko hapa nikwambie, hata kama ni shida, glory, ambaye haileweki, ambaye haiwezekani, ambaye haisadiki, ambaye umejaribu hapa na pale lakini hakuna majibu, hakuna usaidizi, leo niko hapa nikwambie Mungu amenituma. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Mateso ya watu wa Mungu ni wewe. Mateso yako hakika Mungu ameiona. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Uko wapi? Na Bwana anakutazama. Bwana anakuona. Bwana ameona mateso yako. Uko wapi? Uko wapi? Sababu Mungu ameona mateso yako. Uko wapi? Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Mateso yako. Hata kama ni nini, mateso yako, ugonjwa yako, tasa yako, kukosa bwana kwako, kukosa bibi kwako, kukosa mtoto kwako, kukosa nyumba kwako, mateso yako, madharau na matusi, mateso yako. Biblia inasema ya kwamba Mungu ameona. Hakika ameona mateso ya watu wake walioko Misri. Mimi Mungu aliona mateso yangu. Wakati tumbo yangu Shetani alioza, nilikuwa nikimwaga tu damu na tumbo inaniuma na sijui nini iko, lakini vile nilienda ndani kutafuta Mungu, Mungu akanenea, akasema amekuja kunisaidia. Na kwa ukweli Mungu akiona mateso yako leo hii, si kesho, sio wiki ijayo, sio mwaka ujao, sio mwezi ujao, leo hii Mungu ataona mateso yako na atakuondolea. Mimi Mungu aliona mateso yangu. Nilikuwa nikiumwa, nilikuwa nikilia,
nilikuwa na uchungu, nilikuwa ninateswa, lakini vile gani nasema Mungu aliona, Mungu aliniona. Kwa hivyo niko hapa nikwambie, Mungu atakuona. Mimi ambaye niko hapa, Mungu aliniona wakati nilikuwa nataka kuuliwa, sababu sijui. Mungu akaongea na mtu Amerika, akamweleza, angalia vile Nereah yako na vita Kenya, amuka uende umsaidie. Ninakwambia, Mungu akiona mateso yako atanena. Mungu akiona mateso yako atakutoa kwa mtu kwa hiyo mateso. Mungu akiona vile unazumbuka, Mungu akiona, Mungu wetu akiona, Mungu Baba wetu akiona, leo hii niko hapa nikwambia ataona. Na tayari ameona vile unateswa, vile hulali, vile ndoto mbovu inakusumbua, vile unalia usiku, vile ukuli na ushibi, vile vitu zako haiendi, zimesimama, unajaribu haiwezekani. Mungu ameona mateso yako, mateso yako Mungu ameona. Wacha nisome tena. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Kwa hakika nimeona mateso ya watu wangu. Wewe ndio mtu wa Mungu. Mungu ameona mateso yako. Ninataka ukubali ya kwamba sasa ninahubiri, Mungu anakutazama na ameona mateso yako na atakuondoa kwa hiyo mateso. Nami nimekisikia kilio chao. Mungu ndiye amesema, amesikia kilio chako. Wengi wanateswa na wengi wanateswa na wanalia. Sasa Mungu anasema, nami nimeyaona, nimeyasikia kilio chao. Ya kwanza amesema ameona mateso yako, na sasa hii anasema ya kwamba ameyasikia kilio chako. Usibabaike, usitishwe, usistuliwe. Ngoja kwake Bwana, sababu ameona mateso yako na amesikia kilio chako. Bwana amesema, nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Wewe ndio mtu ambaye Mungu ameona mateso yake. Ni wewe, si mwingine, wewe. Hiyo nyumba Mungu ameona. Maisha yako ameona. Kilio chako amesikia. Mwendo zako amejua. Vitu zako unanyang'anywa ameona. Mpaka vile unalia ati ninanyang'anywa tu sababu ya hii na hii, Mungu amesikia. Leo hii niko hapa nikwambia, hata kama gari ndio unataka utapata katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa unataka kujenga nyumba utajenga kupitia hii maombi, nitaomba katika jina la Yesu Kristo, sababu Mungu anasema ameyaona na kamesikia. Ameona mateso yako na amesikia kilio chako. Tuko na watu wengi wako na pesa, wanatamani kununua gari lakini wameshindwa. Sababu mateso, kilio. Mungu amesema ameona, amesikia mateso, ameona mateso yako na amesikia kilio chako. Sasa kubali ya kwamba Mungu ambaye ninahubiri neno lake sasa ako tayari kukusaidia, na ako hapa ili akusaidia. Na hiyo ndio sababu amenituma ili nikueleze ya kwamba leo amesikia mateso, amesikia kilio chako na ameona mateso yako. Amenituma nikwambie, Mungu amenituma nikwambie, leo ameona mateso yako na macho yake, ameona. Alafu akasikia kilio chako na sikio yake. Ni nani anasikia ya kwamba anataka Mungu aone mateso yake na asikie kilio chake? Katika hii mkutano kuna mama anateseka. Mungu amenituma nikwambie, mateso yako ameona, kilio chako amesikia. Leo hii utateseka tena. Hutalia tena.
Kuna boma ambayo shaitani anatesa. Mungu amenituma nikwambie, hiyo boma yako haitateswa tena na kilio chako hutalia tena. Kubali hii maneno ninakwambia, ili Mungu akuondolee mateso na kilio. Kubali katika neno la Bwana. Neno la Bwana imesaidia watu wengi ulimwenguni. Lakini agano inasema, wenye dhambi wanasema hakuna Mungu na wanaendelea na kutenda dhambi. Niko hapa nikwambie, kuna Mungu ambaye aliniokoa kutoka kwa dhambi, ambaye alinifufua kutoka kwa wafu, ambaye aliua mganga ambaye alikuja kuniua, ambaye alitoa madawa kwangu ambayo ilichimbwa. Tafadhali kubali kwake Yesu Kristo, atakutendea vile alinitendea. Mungu ambaye ninahubiri ndiye amenifanya niwe na watoto. Ikiwa hujapata mtoto, leo Mungu amenituma nikuambie, utashika mimba, utazaa mtoto. Sababu mateso yako ameona, kilio chako amesikia. Leo hii nimeambiwa na Roho Mtakatifu nikueleze ya kwamba umesumbuka sana. Uko na cheti mzuri, umesumbuka sana ya kutafuta kazi. Leo hii Roho Mtakatifu inanieleza ya kwamba ukikubali kupitia neno ambayo ninahubiri, unaenda kupata kazi na usisahau Mungu. Tena unaenda kupata kazi mzuri ambayo hukukuwa ukifikiria ama ulikuwa ukitarajia, ambayo Mungu ndiye amekupatia. Leo hii ninasikia nguvu ya Roho Mtakatifu ikinena juu ya mtu fulani ambayo tumbo yake imefura. Ni kama ako na mimba na ana. Lakini huyu mtu huyu mtu kama uko hapo, Mungu ndio huyo anakufanyia upasuaji. Anatoa hiyo kitu kwa tumbo yako sasa. Sababu amepokea kilio chako, amesikia na ameona mateso yako. Ameniambia nikwambie hiyo tumbo inaenda kuponywa leo, si kesho. Leo inaenda kuponywa katika jina la Yesu Kristo. Hizo vitu zinangolewa nje, zinatolewa nje kupitia tumbo yako. Zinatolewa nje. Na Roho Mtakatifu asemi uongo. Ile roho inasema uongo ni Roho Mtakatifu. Lakini mtakatifu, 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 mtakatifu haisemi uongo. Wewe ambayo tumbo imekusumbua muda, unaenda kuponywa katika jina la Yesu Kristo. Sababu agano inasema chochote tutakapoomba katika jina la Yesu Kristo atatufanyia, ili jina la Baba ipate utukufu kwa Mwana. Sasa nimekubali kupitia imani yangu, unaenda kupata miujiza. Miujiza yako ndio iko kwa njia, inakuja sasa. Miujiza yako inakuja sasa, iko kwa njia. Maitia. Miujiza yako iko kwa njia, inakuja. Ndio hiyo, pokea. Pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimesikia ili niwaokoe na mkono wa msiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu ako tayari sasa. Pokea miujiza, chukua, chukua, chukua katika jina la Yesu Kristo, chukua. Katika jina la Yesu Kristo, chukua. Amesema kilio chako amesikia. Sasa maumivu yako anasikia. Maumivu yako, maana najua maumivu yao.
Mungu amejua maumivu ambayo uko nayo. Lakini leo hii ndio itakuwa siku ya mabadiliko, yani siku ambayo hujawahi kuona nikihubiri. Leo hii Mungu ameniongezea kitu. Amesema nikwambie, maumivu inaisha. Maumivu inaisha. Maumivu inaisha. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea miujiza yako sasa. Sababu gani nasema? Maana maumivu yao nimeyajua. Maumivu yako Mungu amejua. Mungu amejua maumivu yako. Kile mimi siwezi nikajua, Mungu amejua. Kile siwezi nikaona, Mungu ameona. Hata na kile siwezi nikasikia, Mungu amesikia. Sasa Mungu akawapa tayari akufanyie miujiza na ishara, sababu yeye ndiye mwenye miujiza. Usikose kupokea yako. Usikose. Usirudi na shida yako. Usilie tena. Utateswa tena. Sababu Mungu ameshuka ili akuondolee taabu, akuondolee shida, aondolee maumivu, hata na mateso, hata na kilio. Ameshuka maana amejua maumivu yako. Nami nimeyashuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Sasa niko hapa nikuambie, kwa hiyo yote, hayo yote nimehesabu, Mungu ameshuka. Ameshuka. Ako kwa ndani ya hiyo shida yako. Ako ndani ya kilio chako, mateso yako, maumivu yako. Ako ndani hapo. Sababu gani anasema na mimi nimeshuka? Mungu amesema. Wacha nirudie usikie. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Mungu ameshuka ili akuokoe. Ameshuka. Sijui kama unapokea hiyo miujiza sasa. Sijui kama unasikia Mungu ameshuka. Sababu gani anasema Mungu ameshuka? Akuokoe kwa mkono wa ibilisi Shetani. Akuokoe kwa mkono ya adui Shetani. Akuokoe kwa vita ambayo unapiga ambayo sio yako. Akuokoe kwa vitu zako ambayo unanyang'anywa. Akuokoe kwa mateso unateswa. Akuokoe kwa kilio chako. Akuokoe kwa maumivu zako. Ameshuka. Nami ndani ya Roho Mtakatifu ninayaona Mungu ameshuka. Mungu ameshuka. Mungu ameshuka. Mungu ameshuka na nguvu zote akufanyie miujiza na ishara. Ameshuka. Tayari anatembea ndani ya neno lako, anatembea ndani la shida yako, anatembea ndani la kilio chako, anatembea ndani la maumivu yako. Ameshuka. Agano nasema, wacha nirudie, nami nimeshuka ili niwaokoe. Mungu ameshuka akuokoe. Ameshuka chini, mahali unalilia, ndiye ameshukia. Mahali kilio chako iko, Mungu ako hapo. Mahali maumivu yako unasikia, Mungu ako hapo. Mahali mateso yako iko, Mungu ako hapo. Hebu shikilia kile unataka Mungu akufanyie. Kama ni tumbo, weka mkono kwa tumbo. Kama ni kifua, weka mkono kwa kifua. Kama ni macho, weka mkono kwa macho. Kama ni kichwa, weka mkono kwa kichwa. Kama ni mgongo, weka kwa mgongo. Kama ni mbavu, weka kwa mbavu. Kama ni shamba, weka chini kwa mchanga. Ni nini unataka? Sasa unataka nini? Nami nimeyashuka. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Mungu ndiye ameshuka na amenituma na hii ujumbe nikwambia ameshuka akuokoe. Mungu ameshuka. Sijui unasikiaje kwa maisha yako, unasikiaje kwa mwili yako, unasikiaje kwa shida yako, unasikiaje kwa mateso yako, unasikiaje kwa maumivu yako, unasikiaje kwa kilio chako. Mungu ameshuka. Leo hii ameshuka na makubwa. Ameshuka na vitu vyote. Ameshuka na uponyaji. Ameshuka na baraka. Ameshuka kufunga kilio. Mungu ameshuka akuondolea matatizo na shida na taabu na mateso. Ameshuka
akuondolee maumivu. Agano nasema nami nimesikia kilio chao, nimeona mateso yao, na nimeyajua maumivu zao. Kwa hivyo kuna kile Mungu ajui kwako, kamejua kila kitu. Maumivu yako amejua, kilio chako amesikia, mateso yako ameona. Na akasema nami nimeshuka niwaokoe kwa mkono wa adui wao. Madui zako wamezunguka wakikutafuta, na tena wanakutafuta kama mnyama ambaye wanatafuta jangwani. Hata kama wamekuzungusha, pia wamezunguka wakikutafuta kama mnyama jangwani. Leo hii Mungu ameshuka ili akuokoe kutoka kwa mkononi mwao. Mungu ako tayari akufanyie miujiza na ishara. Ni nini unasikia? Ni nini unataka? Ni nini unafikiria Mungu hawezi akafanya maishani mwako? Mungu wako tayari kukufanyia miujiza na ishara. Ninakwambia umejaribu ya kutosha, lakini hujapata usaidizi. Leo Mungu ameshuka akusaidie, akuokoe. Umeenda kwa waganga, ndio, sijakataa. Wamekula pesa yako, hiyo ni nzuri sana, sababu mganga lazima umpatie pesa. Umeenda kwa wale wanatabiri, wamekutabiri, lakini hakuna mabadiliko. Leo hii Mungu ameshuka. Leo hii ameona kilio, amesikia kilio chako. Leo hii ameona mateso yako. Leo hii amejua maumivu yako. Ameshuka akutendee, tayari kukutendea. Pokea miujiza yako sasa, sababu Mungu anafanya. Ndio huyu anafanya sasa. Saa hii amefanya, anaendelea na kufanya. Anakutafuta, anatafuta shida zako, kilio chako, maumivu yako, mateso yako, anatafuta. Ameshuka akufanyie. Kubali ya kwamba tutakapomaliza maombi, ni wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kutangulia kupiga simu ya kwamba Mungu amenitendea, Mungu amenitendea. Na nimejua utapiga kama uko na furaha, utaruka, utasikia raha, na tena utapiga simu kama unacheka, sababu Mungu ameniambia leo hiyo kitu inaondoa. Anaondoa hiyo kitu, inaondoka. Utabaki naye, sababu Mungu ameona mateso yako, kilio chako, maumivu yako. Amekuja akufanyie. Na ndio huyu anafanya, Kubali uchukue. Usiwache, sababu Mungu ameshuka akufanyie sasa. Chukua, pokea. Katika jina la Yesu Kristo pokea. Katika jina la Yesu Kristo chukua. Katika jina la Yesu Kristo ikufanyie. Katika jina la Yesu Kristo ikutendekee. Katika jina la Yesu Kristo ufunguliwe. Katika jina la Yesu Kristo ubarikiwe. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, pokea utukufu. Jina lako itukuzwe. Wewe ndiye umenena, sio mimi. Umuondolee shida, matatizo, tabu na mateso, kilio na maumivu. Baba, asante kwa kumfanyia, sababu umesema umeshuka ili uwaokoe. Sasa nimekubali, tayari umewafanyia. Jina lako itukuzwe, sio jina langu Baba. Jina lako itaendelea na kuenea. Jina lako itukuzwe, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Mimi ambaye nilikuwa nikinena na wewe, ama ambaye alikuwa anakuhubiria, ama ambaye alikuwa anakuletea jumbe la Bwana, ama ambaye Mungu amenena na yeye ya kwamba shida yako inaondolewa leo, ni Bishop Askofu Nereah Mbewa, kutoka kwa kanisa la Hope for Good in Christ. Tuko hapa Nairobi, Njogo Road, Makongeni. Karibu, sababu Mungu ameshuka kufanyie. Karibu. Tuko na kanisa Mtongwe, Nairobi. Tuko na makanisa nyingi, hata Mbewa tuko na kanisa. Karibu upokee miujiza na ishara. Mungu akuondolee maumivu. Pokea, sababu Bwana ameshuka. Chukua namba yangu ili unipigie, tuombe, unishuhudie ya kwamba nimejua leo Mungu amefanya. Unishuhudie kile Mungu amefanya maishani mwako. Usikataa, sema yale Mungu amefanya maishani mwako.
0 7 2 0 4 0 3 9 1 3. Barikiwe. Eternal Father,